Isikilize pointi hii na uisikie na uende nayo. Haleluya. Mungu mzuri sio tu yule unayehubiriwa na watu. Mungu mzuri ni yule ambaye alishawahi kujifunua kwako. Huyo ndio na uhakika naye. Yule tulihubiriwa, tulimwamini. Lakini sasa ili uwe na uhakika ni yule ambaye alijifunua kwako. Sasa mimi hapa hivi sina tu Mungu niliyehubiriwa, ninaye yule aliyonitokea pale na akaniambia chagua moja, unanitumikia ama unaenda. Nikakubali kumtumikia, nikaacha vyote. Haleluya. Huyo ndio Mungu ambaye tunayo. Amen. Na ndiye ambaye ninakuletea habari zake sasa. Amen. Huyu sio Mungu wa masimango. Sio Mungu wa maswali mengi. Ni Mungu mwenye upendo. Amen. Ukienda kwake tena anasema vizuri kabisa. Njooni tusemezane, anasema Bwana. Amen. Haangalii madhaifu ulionayo tena yeye anajaribu kuyafunua. Zijapokuwa dhambi zenu ni nyekundu sana, atazisafisha ziwe nyeupe kama sufu. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, atazisafisha ziwe nyeupe kama theluji. Mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Umpate wapi baba kama huyu? Umpate wapi baba kama huyu? Umpate wapi? Yeye ana upendo, akaambia ukipigwa kofi la kwanza wewe mpe na la pili apige kabisa. Nani mwenye upendo kama huyu? Alafu baadaye ananyamaza na kuambia hivi, mimi nitakupigania na wewe utanyamaza. Utampata wapi? Yaani maadui zako wanakuja, yeye alikuwa amekaa zake, maadui zako wanakuja, yeye anatangulia hapa mbele, wewe unakaa hapa nyuma. Koko baba yako anawapiga vibao, anawapiga na kumwambia wewe malizia, weka kwenye mguu kwa kichwa yake chini. Umpate wapi baba mzuri kama huyo? Haleluya. Kama unampenda Yesu sema I love you Yesu. Nakupenda Bwana wangu. Ulinipenda upeo. Alafu tena kingine cha ajabu, yeye anasema hivi, sio ninyi mlionichagua mimi, bali mimi nimewachagua ninyi. Wewe uliokuja hapa naamini umechaguliwa na yeye. Uliyekuja hapa si wewe umetaka kuja, umechaguliwa na yeye aliyekuleta hapa. Kutoka wapi na wapi, kutoka wapi maili kadhaa mbali. Unani amekuleta mpaka hapa? Na mimi nataka nikwambie, kama Bwana amekuleta kutoka huko, mahali hapa ameandaa buffet kwa ajili yako. Kila mmoja anaye sahani kwa ajili yake. Hata kama usiposema amina, mimi na ninaye ya kwangu. Najua Bwana ameniandalia ya kwangu. Niliyoomba usiku najua leo ndo nimekuja kuchukua niondoke nayo. Niliyoomba miaka mingi leo ndo nimekuja kuchukua niondoke nayo. Yeye anajibu kwa wakati. Hachelewi, hawai. Ni kwa wakati. Anajibu maombi. Si umeona na mnajua? Mungu anajibu kwa wakati. Mungu ametupa kibali tutembee nacho. Mungu ametupa kutufadhili. Niliwaelewesha hilo na nafikiri mnaelewa. Ya kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Kama ni watoto wa Mungu, hatuwezi tembea kwa akili zetu. Wana wa Israeli walivyotoka nchi ya Misri, walitoka wakiongozwa na Musa, Mungu akimtumia Musa. Si ni sawa sawa? Wakiwa pale barabarani njiani, Mungu alikuwa akiwaongoza, walikuwa wanatembea na uwepo wake. Ndio maana zilikuwa zinaonekana ishara, wingu lile na nguzo ya moto. Si ni sawa sawa? Na sisi Mungu akatuambia kwa sababu ndio tunatoka. Mungu ametuahidi tutembee na uwepo wake. Katika kutembea na uwepo wake, kuna vitu ametutahadharisha tusivifanye vilivyo viovu, ya kwamba tusikae vibarazani pa wenye mzaha, wala sheria ya Mungu isiondoke kwetu, bali tuitafakari jana na usiku. Alafu ndipo atakapotubarikia, ndipo tutakapotembea na uwepo wake. Si sawa sawa? Tunapotembea na uwepo wa Mungu, tunatembea na Mungu mwenyewe. Sio maombi ya mtumishi yoyote,
sio kitu cha mtumishi yoyote. Si ni sawa? Tunatembea na uwepo wa Mungu mwenyewe. Saa ametuandalia mema mbele, lakini katika kuyafikia yale mema aliyotuandalia, hapa katikati ndo akakwambia uwe na moyo wa ushujaa, tena usiogope. Lakini hapa tusome hizi silaha ambazo Mungu anakupa ili uniambie hizi silaha unazitumia wapi. Efeso, soma kama umepata Efeso 6:10. Hatimaye mzidi kuwa hodari. Manake kuna mahali mnakoenda sasa, ili kuzichukua zile baraka ama kufika kule mahali ambapo Mungu amewaandalia, lazima muwe hodari. Hatimaye muwe hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Si kama mnaelewa hapa? Na katika uweza wa nguvu, manake tukiwa hodari, egemeo ambako tunaegemea ni kwa nguvu za Mungu. Haleluya. Si kama kuna mtu ameelewa? Kuna mtu ameelewa? Endelea. Silaha zote za Mungu. Ukivaa silaha unaenda wapi? Na ninapoongea natamani mwe mnanijibu. Si ni sawa sawa Unapovaa silaha unaenda wapi? Ukivaa suti inawezekana unaenda madhabahuni ama kwenye sherehe. Si ni sawa? Ukipiga makeup yako vizuri unaenda kwenye kitchen party ama kwenye ubarikio. Si ni sawa? Lakini ukiambiwa vaa silaha unaenda wapi? Maanake hata kuna mavazi ukimwangalia mtu unajua huyu mtu mbona yuko kisharishari huyu. Haya, nakwambia vaeni silaha zote za Mungu. Ukiambiwa silaha za Mungu, maanake namna yake ya kuzitumia utatumia kwa kuongozwa na yeye Mungu, na utazitumia kwa nguvu zake yeye Mungu. Si ni sawa sawa Haya, vaeni silaha zote za Mungu, alafu mpate kuweza, sio kushindwa. Yaani mpate kuweza, na tunawezeshwa kwenye zile baraka 7 kuna uwezesho. Mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Twende taratibu. Nataka nikwambie namna hii. Hapo mahali andika hiyo alama, hila za shetani. Mungu akitaka kukupeleka mahali, akianza kukupeleka mahali, kitu ambacho huwa kinainuka ni hila za shetani. Sio kama umeelewa? Na leo nitakuonesha hila za shetani ambazo shetani ni roho, anawatumia watu ambaye tunao. Nitakuonesha hizo hila dakika hizi, nitakuonesha na utajua. Kutoka hapo ndio utapata shida ya kumjua mwanadamu. Utaelewa kumbe vingine ni hila za mwanadamu ambao shetani amemvaa. Mungu akitaka kukupeleka mahali brother, akianza kukupeleka saa ukiwa unateseka, watu ni kama hawakuoni. Vita ni kama hamna. Ndio maana huwa ninakwambia hivi, ukiona huna vita yoyote, una changamoto yoyote, hata Mungu hana kazi na wewe. Huna changamoto yoyote, huna hukumu wote, huna mapito yoyote, Mungu hana kazi na wewe. Lakini mtu aliyewekewa kusudi na Mungu ndani, wewe kumbuka, Yesu amezaliwa tu, mfalme akaona ile nyota, wakaanza kumwinda. Kwa sababu gani? Alikuwa na kusudi ndani. Si ni sawa? Sasa wewe kama una changamoto yoyote, wewe ngashtuka, uko free. Mungu ana kazi na wewe. Lakini ukiona kuna mahali unapita, wachumba wanakukataa, ujue wewe una kitu cha thamani. Amen. Watu wanakukwepa kwepa, ujue wewe ni wa tofauti. Amen. Sio kama unaelewa? Ukiona unapita kwenye vitu vigumu, wewe uko tofauti. Ulichokibeba kiko tofauti. Amen. Haleluya. Kwani nyinyi hamko muona Musa jamani? Kwenye anaenda kuwekwa kwenye kichombo mtoni, potelea mbali. Lakini ndio Mungu ameweka kitu cha kuja kuokoa taifa. Haleluya.
haya, mtumishi wa Mungu, tunazipinga hila za shetani. Kwa hiyo Mungu akiwa anakutoa mahali sehemu moja kwenda sehemu nyingine, hila huwa ni kizuizi. Weka hila, weka pale pembeni. Cha pili, kwa maana kushindana kwetu, maana yake hapo, ukiwa umetamkiwa baraka, si ni sawa Ukiwa umetamkiwa baraka au ukiwa kuna jambo unaliendea, hakikisha uwe na nguvu, maana likiwa ni jambo jema lazima upige vita, si sawa? Lakini vita hivi hautavaa mishale ya kimang'ati na mkuki wa kimang'ati na ngao, si sawa? Kwa sababu hivi vita hatutapigana kimwili, tutapigana wapi? Kiroho. Maisha yetu kama unavyoona, chanzo ni ulimwengu wa roho. Baraka ambazo watu tunaziomba hapa zipo kwenye ulimwengu wa roho, tunazitengeneza kwenye ulimwengu wa roho.